Moja kati ya vitu ambavyo ni vigumu sana kuvibadilisha kwenye mindset za wabongo ni kusupporti watu ambao wana trend kwenye mitandao ya kijamii, ili hali hawana kipaji ya kitu ambacho wanatrendia. Kwa mfano, unakuta kuna mtu ameingia kwenye muziki, ametoa ngoma yake, labda ni ngoma ya vichekesho, imetrend, watu wamependa, wamemsupport kwa muda fulani, labda miezi 2, miezi 3, then wanamtupa baharini, wanamchinjia baharini. Amepiga deals zake ndani ya miezi 3, kapotea. Anakuja mwingine, kafanya kitu kimetrend kwenye mitandao ya kijamii, watu wana support, anapotea. Hichi ni kitu ambacho kinawaumiza sana watu ambao wana vipaji. Ni kitu ambacho kinawaumiza sana, na mpaka kuna wengine wanatoka hadharani kulalamika kwamba hawapewi support ambao walitakiwa kupewa. Mimi superstar nishaupata tayari. Yaani na superstar kwamba siwezi kupanda daladala, siwezi kupanda bodaboda tayari. Nishafikia hatua nilitegemea ni hatua fulani nitakayofika, my brother, my sister watanisupport, lakini imekuwa tofauti. Mimi najisikia vibaya kwa sababu naona wenzangu wadogo kama mimi wanasupportiwa, wanatoa nyimbo, lakini mimi sitoi, mpaka najiulizaga nina kasoro gani. Vitu ambao wanakosea hao watu wenye vipaji ni kulalamika kuwa hawapewi support hiyo ambayo wanahisi wao walitakiwa kupewa, afu wanapewa watu wengine. Of course kila mtu anatafuta riziki yake, kila mtu anapambania, lakini mwisho wa siku kipaji ni kipaji, na ndio maana hawa watu ambao wanasupportiwa ili hali hawana vipaji hivyo huwa wadumu muda mrefu sana kwenye hizo support, huwa wadumu muda mrefu sana kwenye hizo trends. Watu wenye vipaji wengi wanapotea. Ukija kuchunguza asilimia kubwa ya watu ambao wana vipaji vikubwa sana, mara nyingi huwa hawakai muda mrefu, huwa wanapotea. Na hii ni kwa sababu tu wao wanajiamini kwamba wanajua. Kwa hiyo hawafanyi vile vitu extra kuwaongezea kwenye hivyo vipaji vyao, kwa sababu tayari wameshajipa asilimia 100 kwamba wao ni wanoma, wanajua kwenye hivyo vitu ambavyo wanavifanya. Kitu ambacho unatakiwa ukifanya kwenye hicho kipaji chako ulicho nacho, unatakiwa ufanye vitu extra, kwa sababu sio wewe peke yako ambao una kipaji, lakini vitu extra vinaweza vikasababisha wewe kuwa peke yako. Huo ndio uhalisia. Watu wengi wanaimba. Sasa hivi ukizunguka kwenye majumba 10, majumba 8, kuna watu ambao wanafanya muziki, wanaimba. Tunaweza tukawa tunaongea, yani ni style ambayo naweza nikaimba hata kama nakosea. Sio wengine, kuna marapa ni wachawi afu wambea, kwa wakikutana na mimi siwezi kusabea. Kwenye kila pande, kwa kila upande, kwa kila jiji, ukinipa beat mwenzako na kugandisha na friji, wenzako nauliza sombali kuleka biji. Kwa hiyo kipaji chako wewe sio kitu pekee ambacho kitakufanya utoboe kwenye maisha. Heshima, juhudi, jitihada hizo, kujituma na vitu kama hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza vikakufanya usustain na hicho kipaji chako. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu ambao wana vipaji huwa wanapotea kwa sababu ya kiburi, kwa sababu wanajiamini wao wanajua kuliko watu wengine, na ndio maana asilimia kubwa huwa wanapotea vile vile. Alafu unakuta mtu ambaye amekuja tu ameonyesha kitu extra kidogo tu anapewa support kubwa.